Zamani, miaka mingi kabla ya mataifa haya ya sasa kuunda ramani ya dunia tunayojua leo, Roma ilikuwa moja ya tawala kubwa kabisa katika historia ya mwanadamu. Enzi hizo ikiitwa dola la Roma. Dola hili liliinuka na kupanuka kutoka kwa kijiji kidogo mwaka 753 kabla Kristo hadi kuwa dola kubwa inayotawala maeneo makubwa kuanzia Uingereza hadi Afrika Kaskazini, kutoka Uhispania hadi Asia. Lakini kama ilivyokuwa tawala nyingi zenye nguvu, makosa ya ndani ya watawala na mashambulizi ya kigeni yalichangia sana kuiangusha Roma. Mwaka 476 baada ya Kristo, dola la Roma la Magharibi lilianguka rasmi. Wakuu wa kabila la Wagermani waliiteka Roma, na kiongozi wa mwisho wa Roma, Romulus Augustulus, aliondolewa madarakani. Neno hili Wagermani lilimaanisha watu kutoka makabila ya Kijerumani, yani Germanic tribes kwa Kiingereza, kama vile wa Visigoth, wa Vandali, wa Alamani na kadhalika. Hawa walikuwa makabila ya asili ya Ulaya ya kati, ambayo baadaye yaliunda mataifa kama Ujerumani. Tangu hapo Roma ikawa kivuli cha utukufu wake wa zamani, na kwa karne nyingi mji huu ulibaki chini ya migogoro ya kisiasa na vita kati ya wafalme wa mataifa mbalimbali waliotaka kuimiliki. Lakini kitu kimoja kilichosalia hai Roma hata baada ya anguko la kijeshi na kisiasa ni kanisa Katoliki. Tangu karne ya 4 Ukristo ulipohalalishwa na mfalme Konstantin, hadi anguko la dola la Magharibi, kanisa liliendelea kupata nguvu zaidi. Na wakati huo wafalme walipokuwa wakipigana, mapapa walikuwa wakitawala kwa kutumia kalamu tu, hekima na ushawishi wa kiroho. Kwa karne nyingi viongozi wa kanisa Katoliki, yani mapapa, walikuwa si viongozi wa kidini tu, bali pia watawala wa kisiasa, wakimiliki ardhi kubwa zinazoitwa majimbo ya kipapa, yani papal states, zilizojumuisha sehemu kubwa ya Italia ya kati ikiwemo Roma. Roma ikawa makao makuu ya kanisa Katoliki na ofisi kuu ya papa. Huu ulikuwa msingi wa mji huu kuwa na hadhi ya kipekee, sio tu mji, bali kitovu cha imani ya mamilioni ya watu duniani. Kuzaliwa kwa taifa la Italia katika karne ya 19, ombwe la mapinduzi na utaifa yaliikumba Ulaya. Watu wa mataifa yaliyogawanyika walianza kupigania umoja na uhuru wao. Italia kwa mfano ilikuwa ikitawaliwa na falme mbalimbali kipindi hicho, ilianza harakati za kuungana kuwa taifa moja. Viongozi kama Giuseppe Mazzini, Count Cavour na shujaa maarufu Giuseppe Garibaldi waliongoza harakati hizo. Hatimaye mwaka 1861 ufalme wa Italia ulitangazwa, na Italia ilikuja kuwa taifa huru. Lakini ndani ya uhuru huo kulikuwa na tatizo moja kubwa. Roma haikuwa sehemu ya taifa hilo jipya. Ilikuwa bado chini ya utawala wa papa, ambaye hakutaka kuikabidhi kwa serikali mpya ya Italia, kwa sababu papa aliona taifa jipya kuwa tishio kwa kanisa. Basi bwana, Italia ilipozidi kuimarika kijeshi na kisiasa, ilipata shinikizo la kufanya Roma kuwa mji mkuu wake. Na hatimaye mwaka 1870, wakati Ufaransa iliyokuwa ikilinda Roma ilipokabiliwa na vita dhidi ya Prussia, wanajeshi wa Italia wakaingia Roma na kuikamata bila upinzani mkubwa. Roma ikawa sehemu rasmi ya serikali ya Italia.
Lakini katika hali ya kushangaza na hisia nzito, Papa Pius wa 9 alikataa kutambua mamlaka ya serikali ya Italia juu ya Roma. Akaamua kujifungia ndani ya ukumbi wa Vatican, akitangaza kuwa yeye ni mfungwa wa Vatican, yani prisoner in the Vatican. Akionyesha wazi kwamba hakuwa tayari kushirikiana na serikali mpya ya Italia iliyotwaa ardhi ya kanisa. Huu ukawa ni mgogoro mkubwa wa kitaifa na kidini uliokuja kujulikana rasmi kama The Roman Question, yani swali la Roma. Swali hilo lilihusu je, mamlaka ya papa iko wapi sasa baada ya kupokonywa ardhi? Na je, kanisa linatambua serikali mpya ya Italia? Na mwisho, je, papa ana haki ya kisiasa juu ya ardhi yoyote? Unaambiwa kwa miaka zaidi ya 50 hakukuwa na uhusiano rasmi kati ya kanisa Katoliki ukiongozwa na papa na serikali ya Italia. Papa aliendelea kujiita mfungwa na alikata kabisa kutoka nje ya kuta za Vatican. Serikali ya Italia nayo ilimpa uhuru wa kidini, lakini haikukubali kuitoa tena ardhi hiyo. Hatimaye baada ya mvutano huo kudumu kwa nusu karne, mwaka 1929, serikali ya kifashisti ya Benito Mussolini wa Italia na Papa Pius wa 11 kwa niaba ya kanisa Katoliki duniani walikubaliana kusaini mkataba uliojulikana kama Lateran Treaty, yani mkataba wa Lateran. Kupitia mkataba huo, Vatican ilitambuliwa rasmi kama taifa huru kabisa ndani ya jiji la Roma. Papa alikubaliwa kuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo wa kiroho na wa kidola. Italia ilikubali kulipa fidia kwa kanisa Katoliki kwa kupokonya ardhi hiyo, kwa sababu ilikuwa ni Papal States. Vatican kwa upande wake ilitambua rasmi serikali ya Italia na kiongozi wake. Hapo ndipo swali la Roma, yani The Roman Question, lilipofungwa rasmi. Na taifa la Vatican likazaliwa kisheria, likiwa na ukubwa wa takribani kilomita za mraba 0.49 tu. Likiwa taifa dogo zaidi duniani, lakini lenye ushawishi mkubwa wa kiroho duniani kote. Katika taifa hilo, papa ndiye mkuu wa nchi. Anachaguliwa na makardinali wa kanisa na anakuwa kiongozi wa kiroho wa mamilioni ya Wakatoliki wote duniani. Vatican ina serikali inayoitwa Roman Curia, inayosimamia masuala ya ndani na ya kidiplomasia pia. Ipo pia Pontifical Commission for the Vatican City State, inayosimamia utawala wa kiraia. Vatican haina jeshi lake rasmi, lakini ina jeshi la walinzi wa Uswisi, lijulikanalo kama Swiss Guard. Kikosi maalumu cha walinzi wa papa kilichoasisiwa mwaka 1506. Wakiwa na mavazi ya kale yenye rangi za kuvutia. Walinzi hawa ni ishara ya heshima, lakini pia ni wapiganaji waliopitia mafunzo makali. Hadi leo, Roma ni jiji la kipekee duniani. Ni jiji la mamilioni ya watu lenye historia ya zaidi ya miaka 2700. Na ni mji mkuu wa Italia pia. Lakini ndani yake kuna taifa jingine linalojitegemea, Vatican City, makao makuu ya kanisa Katoliki duniani. Wananchi wa Vatican hawazidi 1000, karibu wote ni maaskofu, makardinali, mapadre, wanadiplomasia na walinzi wa Swiss Guard. Vatican ina posta yake, sarafu yake yani euro yenye picha ya papa, redio yake yani Radio Vaticana, na hata pasipoti zake za kitaifa. Roma na Vatican ni mfano halisi wa jinsi historia, siasa na dini zinaweza kutengeneza muundo wa kipekee kabisa wa utawala. Ni simulizi ya nguvu ya imani dhidi ya nguvu ya silaha. Na katika moyo wa jiji la kisasa linaloendeshwa kwa sheria za serikali ya Italia, kuna taifa dogo linaloendeshwa kwa misingi ya kiroho, linalojiona kuwa taa ya kiroho ya ulimwengu.
Na huo ndio ujenzi wa kihistoria wa taifa huru la Vatican, ndani ya jiji la Roma, ndani ya taifa la Italia. Zaidi ya yote, soma kitabu changu cha Jicho la Genghis Khan, siri za ujasusi wa Mongolia ulioitikisa dunia na funzo kwa karne 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy, unalipia shilingi 9,999 tu kwa M-Pesa. Anza na alama kujumlisha 255 755 448591 au CRDB Benki 0152 4921 18400. Majina Ananias Edgar Kitage. Baada ya malipo nitumie ujumbe WhatsApp kwa namba anza na alama kujumlisha 255 755 448591. Nitakutumia kwa njia ya WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.